Unajua Bwana Nasoro, katika vitu ambavyo ulinishauri na vitu ambavyo uliniambia ni vizuri zaidi, hii namba moja, kwa sababu ni mtoto aise, anashindwa hata kuelezea, kwa sababu ni mzuri sana, alafu anajua kila kitu, yaani kila kitu anajua. Hebu niambie, wala nake wewe ni nani zako labda? Bwana Good Luck, hebu amka ndugu yangu. Hilo sio swali la kuniuliza mimi. Wewe hujui kusoma, hata picha tu uone. Wale mimi ni napita na baruza na tena mambo yangu. Usitaki kuniambia kama mimi nimekula makombo yako. Lakini sio sana bwana. Unajua kidogo tu. Alafu pia vile sio vitu vyangu ni unajua. Okay. Wewe vitu vyako ni vya aina gani? Vitu vyangu mimi ni watoto portable hivi unajua Ukimshika hivi ameenda, ukimfanya hivi kaenda unajua Kama unavyoona ulioniachana nao wale. Okay. Anyway, lakini kuna kitu kingine Bwana Nasoro. Kama ndugu yangu rafiki, bosi kakuona unakunywa vitu vyako. Lakini tambue vitu ni hatari sana kwa afya yako. Na utakuja kuacha lini labda, ambapo labda utakaa sawa kama ulivyokuwa zamani? Bwana Good Luck. Yaani sasa hivi katika hii dunia kila kitu ni hatari. Unajua hata maji tu ukinywa utaambiwa ukizidisha sio nini ni hatari. Ukila kuku sio usile mifupa, masharti kibao. Hivi unataka kuniambia kuna kitu gani ambacho unakijua sio hatari kwenye afya ya binadamu? Sikia nikwambie kitu ndugu yangu. Hii dunia hatujaja kuilinda. Hakuna aliyekuja kulinda dunia. Tunaishi alafu tunaishia. Hata ujitunze kiasi gani hauwezi kutoboa zaidi ya miaka 100 mzee. Kwa hiyo piga maisha, kula raha jinsi unavyoweza. Okay. Hiyo ilikuwa ni ushauri wangu tu kama rafiki yako. Kwa hiyo wewe ndio una nafasi ya hili zuri, hili baya. Kipi uache, kipi ufanye. Hicho tu yani ndugu yangu. Lakini kwa ushauri wangu, hebu achana navyo. Havina faida. Nachoka mie Nasoro. Aibu naona mie. Sema nini? Nilikwambia lazima unase. Watoto wakali wale. Halafu hawana stress, hawana mambo si mdomo, si ukija unaulizwa. Achana mambo ya nyumbani yale. Unazeeka bado kijana mdogo wewe. Wewe piga kazi mzee.